makosa, na Bwana awabariki muweze kuweka ratiba zenu vizuri. Na nimshukuru Mungu kwa ajili yenu kwa kuendelea kupata hamasa na kuhamasika kwa ajili ya shule ambayo imetangazwa sana, shule ya DAS. Kiukweli sina maneno mengine ya kuambia zaidi ya yale ambayo tayari yameshaletwa kwenu, lakini ninatamani ndio ya kwamba tunahitaji kubwa sana la shule, na sasa hivi kama ilikuwa ni jambo ambalo la muda mrefu Dar es Salaam, lakini sasa ndio limefika wakati, na shule hii ni shule kielelezo ambayo tunatamani yale yote ambayo yamekuwepo ni nia ama ni tamanio la Waadventista shule zetu ziwe, basi hii shule iliyoitwa kwa jina la Dar es Salaam ikawe mfano wa shule za Waadventista. Hakuna shule kama hiyo Seki, hakuna shule kama hiyo ECF, lakini conference zingine zina mashule mengi, lakini pia changamoto zipo nyingi, lakini tunatamani DAS ikawe ni suluhisho na picha mtu akisikia shule za Waadventista nini wa Sabato. Kwa hiyo usifikirie kwamba yale ni maneno ama ni nia tu iliyokuwepo. Mpaka sasa zipo fedha za madarasa kadhaa ambazo wengine wameshazikamilisha. Sisi Togo bado tuna shilingi 50, ndio sabini katika milioni 1 na kidogo. Hii ni awamu tu ya kwanza ya utoaji. Kwa hiyo na ni goli ambalo linahitaji kufikiwa. Nimelisema kwa sababu nadhani kama nilisema itakuwa huenda ni mara moja au itakuwa ni mara yangu ya kwanza na nisema swala hili la shule hapa katika kanisa langu la Togo. Na kama ilivyo desturi yetu Togo, mara nyingi michango kama hii tumekuwa na desturi ya kufanya mapema na kumaliza kabla ya wenzetu wengine Mwananyamala na Kinondoni. Msiache desturi hiyo katika swala hili la DAS. Tunaenda kwenye makambi, lakini hili nalo mwezi wa 6 linatakiwa leo limeisha, limewekewa kikomo. Tulienda na wazee kule Kibojele, nia ni kubwa mno, na tunatamani sisi tuwe tumekamilisha. Haleluya! Kwa hiyo utaratibu uliojiwekea, goli la mtu mmoja mmoja na nia ya sadaka yako, unaweza ukafanya uwekezaji na Mungu, maana hii ni effort na ni kituo. Hivi karibuni majukwaa ya kusimama yataendelea kuisha na kufanyaje na kuisha. Wakati fulani Mbezi tuliweka mkutano, tukapiga zetu kelele za amani na furaha ya watu kwenda mbinguni, na ndume fulani zikaenda kushtaki huko, zikasema this is the area we don't need problem, we don't need much noise here. Hello. Wao wanasema kama unataka kupiga kelele hizo sasa weka soundproof. Unaweka soundproof kwenye mkutano wa wazi. Kwa hiyo mazingira kama hayo yanaendelea kuisha. Huko kwa Kagame alishaisha. Hata azana tu haipigi. Bado kwetu yanakuja. Ila shule itahubiri, na zipo shuhuda nyingi za watoto waliookoa familia nzima. Sababu yale anayofundishwa mtoto akienda akayafanya nyumbani, na ziko familia nyingi ambazo tunawapeleka watoto kwenye shule zetu na zinakuja na ushuhuda zikisema hapa ni kana kwamba tuna makanisa mawili, tuna hili la kwetu, lakini tunaona tunavutwa sana na kanisa hili hapa la Bwana kidogo, ambaye yeye nadhani yeye ashakuwa msamaha, kwa sababu kama ni nguruwe siku hizi hatuli, kama ni vitu kama Sabato tunaijua, tunafahamu, yaani ni bado kuanza kuja kanisani. Kwa hiyo ni effort ambayo itakatika, itakuwa ni effort ya maisha. Hata kama mtoto atamaliza shule hajabatizwa, lakini atakuwa amemjua Bwana, atakuwa kama mwana mpotevu. Kwa hiyo panga wewe na familia yako, panga wewe mwenyewe, na kila anachokubariki Bwana wekeza katika DAS, maana ni sehemu ambapo injili itaendelea hata kama utalala. Haleluya! Basi Bwana atutie nguvu tuweze kufanya, tukamilishe mzangu na mimi mwezi wa 5 ndio huu tuweze kukamilisha mambo yetu. Watoto
Watoto hivi watoto mpo kweli? Watoto wengine wako wapi? Naomba niwaone watoto wote hapa leo. Mimi na mimi nimekuja hapa. Hebu tukae tunaweka kama mduara hapa. Dakika 5 ndio Mungu wa vile wanaoanguka, akiwapenda vile ulipenda, ulipenda pia. Najua ananipenda niliye mdogo. Haleluya! Bwana anatupenda tulio wadogo. Kama nawe ni mdogo kwa Bwana sema haleluya. Hata hivyo hakuna mkubwa. Hata wale wazazi na wenyewe ni watoto kwa Mungu. Amen. Wale watoto wote nyinyi njoeni hapa. Niwaambie kitu kizuri. Niwaambie nisiwaambie? Sema mchungaji. Leo nataka niwaambie kitu kimoja kizuri. Kitu kimoja nini? Zamani taona kiwa na Bwana. Kuna kitabu kimoja kinaitwa Mithali. Kinaitwaje? Na sura yake ni ya 6. Sura yake ni ya ngapi? 6. Mungu anazungumza na sisi watoto wadogo. Anasema hivi, tupa machukizo. Mbele yako tupa machukizo. Wangapi wamewahi kuchukia? Mtu akichukia anakuwaje? Anafahamu kwa mbaya. Sura yake inakuwaje mtu aliyechukia? Ndio mfanye sura ya mtu aliyechukia. Ndio mbona simuone, nataka nimuone macho yake. Anakuwaje mtu aliyechukia? Hebu yokeni muonyeshe wazazi mtu aliyechukia. Yokeni tu. Yokeni. Mtu aliyechukia. Wote tukae kwa sura ya mtu aliyechukia. Mtu aliyechukia meno yanaonekana mtabasamu. Watoto wazuri wanachukia. Sasa kuna mambo ambayo Mungu anayetupenda tumeimba, Mungu anatupenda huwa anachukia. Huwa anafanyaje? Wanatokenda mbinguni mkute Mungu amechukia. Wakati wanapenda mkute Mungu amefurahi na wafurahia. Haleluya. Sasa hivi vitu Mungu anachukia na sisi leo anatuambia tuvitupe. Tufanyaje? Tuvitupe. Wenda tunavyo. Hebu tusikie. Mstari wa 16 katika Mithali anasema hivi, kuna vitu 6. Vitu vingapi? 6. Hebu hesabu 1 mpaka 6 kama kweli mnaenda shule. Sasa naongezea. Anasema naam, viko 7 vilivyo chukizo kwake. Sasa mimi nasema kimoja hapo, unasema moja hiyo. Sawa? Cha kwanza anasema macho ya kiburi, ulimi wa uongo, na mikono imwagayo damu isiyo na hatia, moyo wazao mawazo mabaya, miguu iliyo mepesi kukimbilia maovu, shahidi wa uongo asemaye uongo, naye apandaye mbegu za fitina kati ya ndugu. Wazazi na watoto tumepona. Haya. Bwana anasema tupa machukizo. Bwana anachukia anapoona watu haya mambo 7 wanayo. Macho ya kiburi. Nimetumwa na mzazi lakini naangalia siende. Taki kiburi. Macho ya nini? Mungu anayachukia. Wache macho ya nini? Kiburi. Lakini anasema ulimi wa uongo. Umevunja kikombe na mama anauliza nani amevunja kikombe? Kama watatu nasema ni fulani huyo, au nasema sio mimi mama, sio mimi, kweli sio mimi. Na kati na wewe umekuwa mwanangu. Mungu anafanyaje? Anachukia. Usiseme uongo.
Anasema mikono imwagayo damu isiyo na hatia. Watoto wengi hawaui wenzao, si ndio? Lakini kuna mikono inamwaga damu isiyo na hatia, inawapiga au inawachoma na kitu. Na peni umempiga mwenzako, umemchoma au umempiga jiwe mpaka na damu imfanyaje? Inamwagika. Alafu hata msamaha uombi, unakimbia nyumbani, unaenda unajificha. Mungu anafanyaje? Anachukia. Lakini anasema pia ya kwamba moyo uwazao mabaya. Unawaza nini kwenye moyo wako? Unawaza nini? Unawaza mambo mabaya ambayo umekatazwa, Mungu anachukia. Anasema pia ya kwamba miguu iliyo mepesi kukimbilia maovu. Umeambiwa usifanye hili, lakini wewe ndio kila wakati unakimbia kwenda kufanyaje? Kufanya. Mungu anachukia. Hapa nitaka miguu yao ikunjwe wakifuata uovu. Na ukifuata vitu vibaya, miguu inakunjwa. Nani amekubali? Wangapi wanataka waendelee kuwa na miguu yao? Usiende kwenye mambo maovu. Shahidi wa uongo asemaye uongo. Usimshuhudie jirani yako nini? Uongo. Mwalimu nikwambie gani? Usiseme nini? Uongo. Alafu anasema naye apandaye mbegu za fitina kati ya ndugu. Na hiyo fitina niwaachie homework. Wazazi muwaambie watoto nyumbani fitina ni nini. Alafu uzuri Bwana akilipa neema, Sabato ijayo nitawauliza. Sawa? Fitina wazazi ni nini? Sawa? Usiwe na fitina. Lakini wacha wazazi wanaweza kuambia. Fitina inataka kufanana na uongo. Lakini mfano unavunja kitu hapa. Alafu unaenda unazunguka unasema, unajua kile kitu alichokuja ni nani? Ni fulani huyo. Wewe umefanya fitina. Ama unamwambia mwenzako hata hajasema, unaenda unamwambia, unajua siku hizi yule anasema hiki kitu chako kizuri atakiiba, atakificha. Wewe umefanya fitina. Fitina ni kama uchonganishi. Ni kama nini? Usifanye hivyo. Wangapi wanasema Bwana tusaidie tufukuze machukizo. Bwana awabariki sana. Sasa ninawaombea. Haleluya. Baba yetu wa mbinguni, wabariki watoto hao, ili wasiwe na haya mambo 7 yanayokufanya unachukia. Maana wewe unasema unawapenda watoto, ili wawe watoto wema, wakawafurahisha wazazi wao, na wewe Mungu wetu ambao unawapenda daima. Katika jina la Yesu Kristo Mwokozi wetu. Amen. Sasa mkaketi na haleluya. Umetoka, umetekewa, ama haya mambo 7 umeanza kuyatafakari jinsi ya kuyaacha. Hivyo vitu 6 na vitu 7 Bwana anachukia. Na somo fupi na mchana wa leo. Somo nini? Mimi ndani yako somo fupi. Na mchana wa leo linasema moyo haupendao Mungu. Moyo haupendao Mungu. Linatoka katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ya 5. Kitabu cha Kumbukumbu la Torati ni kitabu ambacho kimeandikwa na Musa. Sitaenda kwenye vita ya wanazuoni iliyopo wakisoma hizi aya, wakati mwingine wakikuta mbona maneno haya ni kama Musa alishakufa, lakini anaongea kwenye kitabu kile atakuwa ameandika Musa. Ameandika hadi jinsi alivyosema kwamba hivi mtu yule kama vile alikuwa amekufa ataandikaje? Hayo yote kasome kitabu chote umalize na wewe jiulize maswali. Haleluya. Lakini ni kitabu ambacho kimeandikwa na nani? Na Musa. Ni kitabu cha mwisho katika kundi la kwanza la vitabu ambavyo vinaitwa nini? Masaleli zote mlioko hapa na wale mafunzoni. Unajua ni mchana na msipojibu utasinzia. Kundi la kwanza la vitabu katika Biblia ni lipi? Basi nitarenew course. Vitabu vya Torati, si ndio? Viko vingapi? Vimeandikwa na nani? Kumbukumbu la Torati ni kitabu cha mwisho katika kundi hilo, na ni kitabu ambacho kimeandikwa na Musa, na ni kitabu ambacho kimerudia zile
zile amri 10 Musa akitoa kama usia kabla ya kwenda kwenye kilele cha mlima Pisga na kufa na kuzikwa na Mungu. Ni kitabu ambacho wale watu waliotoka Misri pamoja na kina Musa ambao walikuwa na miaka zaidi ya 20 wakati yule Caleb na Yoshua wanakuja wanaleta ujumbe, wenyewe wengine wanasema sisi tulijiona kama mapanzi dhidi ya yale majitu, na wakufuata neema ya Bwana aliyowaambia kwamba nimewapa Kanaani, nendeni mkaiteke, isipokuwa Yoshua na Caleb tu ambao walitoa ushuhuda kwamba sisi Bwana ametupa kumiliki, twendeni. Aliwaambia kwamba hamtaingia nchi ile, wote mtafia wapi? Jangwani, ila wenye umri chini ya miaka mingapi? Miaka mingapi? Miaka mingapi? Wewe tunasoma sasa. Chini ya miaka hiyo 20 na ngapi? 5, 20. Haya, mimi niwaachia homework. Sasa ni kipindi ambacho takriban miaka 40 imepita tangu wameanza safari kule Misri mpaka wanaingia Kanaani, wanakaribia katika zile kingo, na Musa anaziangalia kwa mbali, anaziona na anakumbuka ya kwamba Bwana alimwambia hautaingia, ila Yoshua ndio ataingiza watu wangu wapi? Pale. Na yeye katika Torati ameandika mambo mengi, hata kuna wimbo wake akiwaambia wakumbuke shuhuda za Bwana, lakini akiwaambia mnakumbuka hata jinsi mlivyofanya nyinyi, ndio mliosababisha Bwana akaniambia sitaingia wapi? Kanaani. Lakini tunaendelea Kanaani sasa. Kwa hiyo kimesimama kizazi kipya cha wale ambao walikuwa na umri chini ya hapo, ambao wamekulia katika jangwa. Kama ni mtoto alikuwa na mwaka mmoja, wakati huu sasa ana miaka mingapi? 40, yule aliyezaliwa wakati wanaondoka. Na sasa ni kizazi kilicho kikubwa zaidi ambacho leo tungekiita kizazi cha wakina nani? Kizazi cha wakina nani? Leo hapa kuna kizazi kinaitwa wakina Gen Z kibao. Kwa hiyo Musa anazungumza na kizazi cha nini? Cha Gen Z wa wakati huo, Gen Z hata wa leo, akiwaambia mnavuka kwenda Kanaani, na huko Bwana amewamilikisha. Leo mchana wa leo ninataka niwaambie tuna Kanaani ya kwenda. Haleluya. Na Bwana ametumilikisha. Sasa katika sura hii ya 5 kitabu hiki cha Torati, Musa akiwa anawaambia maneno hayo, anawaambia tu ya kwamba kuna wakati ambapo wana wa Israeli walitamani kuzungumza na Mungu kama Musa anapozungumza naye akaja akasema nitakuja, na wakati huo akazungumza zile sheria zake. Wana wa Israeli wakalia wakasema ya kwamba kama mambo yenyewe ndio hivi, Musa ungeaga na wewe mwenyewe tuna nani? Na Bwana, alafu sisi utatuletea habari na mambo mengi. Na Musa anawakumbusha hayo yote walioyasema. Ukianzia mstari wa 27 anasema enenda karibu wewe ukasikie yote atakayoyasema Bwana Mungu wetu, ukatuambia yote atakayotuambia Bwana Mungu wetu, nasi tutayasikia na kuyatenda. Na mstari wa 28 anasema naye Bwana akasikia sauti ya maneno yenu mlioniambia. Bwana akaniambia nimesikia vema yote walioyasema. Haleluya. Tunayoyasema juu ya Bwana yote anafanyaje? Anasikia. Tunapoyaomba yote juu ya Bwana anafanyaje? Anasikia. Anasema nimeyasikia yote, na anasema wameniambia nao wamesema vyema. Mstari wa 29 ambapo fungu letu anasema light wangekuwa na moyo kama huu. Nilimwambia ni somo fupi na si ndio linaanza kujibiwa. Moyo anaopenda nani? Bwana. Anaopenda Mungu. Anasema light wangekuwa na moyo kama huu. Mchana huu wa leo Mungu anatamani moyo wako, anatamani moyo wako. Kama kwaya wameimba ya kwamba moyo upendao Yesu, na mimi nakwambia moyo haupendao nani? Bwana. Ya kwamba Mungu anaupenda moyo huu. Laiti wangekuwa na moyo kama huu siku zote, wapate kufanikiwa wao na watoto wao. Siku ngapi? Siku ngapi? Hebu fungueni Biblia zenu msome Torati 5:29. Laiti wangekuwa na moyo kama huu,
siku zote, wapate kufanikiwa wao na watoto wao siku ngapi? Milele. Siku milele, yaani siku zote. Na Bwana anasema nenda uambie rudini hemani mwenu. Mchana wa leo Bwana anataka tuambie kwamba anasikia, na sisi turudi nyumbani kwetu, turudi hemani mwetu, tutulie. Haleluya. Sasa Musa, wana wa Israeli wakamwambia hapana, zungumza wewe. Na katika Matendo 2 mstari ule wa 22, lakini pia Matendo 7 na mstari ule wa 37, maneno yanasema ya kwamba Bwana Mungu atawainulia mtu mwingine kama mimi, nani msikilizeni yeye. Musa alikuwa akinena habari za Yesu Kristo. Hapa wana wa Israeli wameomba ya kwamba Mungu aongee na Musa, alafu kisha wao wasikie. Lakini Bwana akamwambia amesikia maneno haya, na kwa kuwa amesikia, basi yeye mwenyewe ataenda kuwaambia, atamwambia Musa, na kisha atawaambia wana wa Israeli, kwa sababu Bwana anawainulia nabii kama yeye, ambaye anatamani waweze kumsikia. Na hivyo Musa akawa ndiye ambaye anazungumza kwa wana wa Israeli. Lakini wana wa Israeli, kauli hiyo walioitoa, walikuwa ni kana kwamba wanasema hatuwezi kusogea karibu na Mungu. Maana maneno huko nyuma walisema ya kwamba leo tumeona ya kwamba kumbe mwanadamu anaweza akazungumza na Mungu naye akaishi. Maana tumeona moto ulao na Mungu wetu amezungumza nasi ana kwa ana namna hii, tumeishi. Lakini mambo haya yatakuwa hivi hata lini? Kwa sababu wanaijua mioyo yao ina dhambi, wanakiri udhaifu wao. Mchana huu wa leo, je, na sisi tutakiri ya kwamba tu dhaifu, tu wa dhambi? Lakini tunamhitaji mmoja wa kusema na Mungu atuambie, sisi tusikie na tutende. Na ndio maana Mungu anasema laiti wangekuwa na moyo kama huu, moyo wa kukubali ya kwamba sisi ni wadhambi, moyo wa kukubali ya kwamba sisi tumekosea, moyo wa kukubali ya kwamba sisi tuna kiburi, moyo wa kukubali ya kwamba tunamhitaji Mungu aliye mtakatifu, na tusimkasirishe siku zote, wawe na kicho na hofu, waseme ya kwamba Musa, nenda utuambie. Hii kauli ilikuwa ni kauli ya kusema ya kwamba tunamhitaji Mwokozi. Haleluya! Tunamhitaji mmoja ambaye yeye atasema na sisi tutasikia, ambaye yeye Mungu atamtumia na sisi tutafuata, ambaye yeye Mungu atamwelekeza na sisi tutatenda. Lakini je, kuna aliye mkuu ambaye anaweza kutenda, ambaye ana moyo ulio mwema zaidi ya Yesu Kristo? Katika Matendo 3:22 na Matendo 7:37, ambayo Musa alisema Bwana atawainulia mtu mwingine nabii kama mimi, msikilizeni yeye. Nyakati zilifika, Yesu Kristo akazaliwa, na alipozaliwa katika Yohana 8:29 Yesu anasema ya kwamba yeye huyatenda mapenzi ya Bwana siku ngapi? Siku zote. Tunaye ambaye anajua kuyatenda yanayompendeza Bwana katika moyo wake, na huyo aliyatenda mambo yote ili mimi na wewe tuweze kuwa na moyo ambao Mungu anafanyaje? Anapendezwa. Maana moyo wa kumcha Bwana, moyo uliokimbia maovu, moyo unaoweza kuzishika na kuzitunza amri zake zote, hatutaweza kuwa nao isipokuwa Kristo amekaa ndani yetu. Haleluya! Na ndio maana ukisoma Torati 10:12 Bwana anasema maneno haya tena, moyo anaoupenda, moyo anaoupenda, kaa mkao wa kusikiliza, maana saa yoyote utashangaa tumeinuka kwenye viti na wakati wewe ulikuwa unagawa kiwanja. Sasa usigawe viwanja, toka tuna kiwanja kimoja, tunapanga kujenga ghorofa hapa kadhaa. Haleluya! Usije ukaanza sijui na cha Kinondoni chukua utagawa kiwanja na cha Mwananyamala pia, hapana. Toka tuna kiwanja kingapi? Kimoja. Sasa
katika Torati 10:12 anasema, nayo ni nchi Torati 10:12, nimesoma 11. Anasema, na sasa Israeli, Bwana Mungu wako anataka nini kwako? Sasa mshiriki hapa Togo, Mungu Bwana wako anataka nini kwako, ila umche Bwana Mungu wako na kwenda katika njia zake zote na kumpenda na kumtumikia Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa roho yako yote. Na ukiendelea 13 anasema, na kuzishika amri za Bwana na sheria zake ninazokuamuru leo ili upate uheri. Haleluya! Katika dunia hii ambayo imezidharau za amri za Mungu, ikaikanyaga hata na sabato yake takatifu, lakini sisi wakati mwingine pia tunasoma katika Ufunuo 12 na fungu lile la ngapi, la 17, lakini pia Ufunuo 14 na fungu lile la 12 ambayo anatuambia subira ya watakatifu ni wale wanaozishika amri za nani? Za Mungu, ambayo hata vita yule mwovu ni shetani anafanya vita na wale tu wanaozishika amri za nani? Za Mungu. Kwa hiyo kama hatuna moyo wa kumpenda Bwana, ambao Mungu anasema laiti wangekuwa na moyo wa kunipenda, kuzishika amri zangu, tunazikataa amri zake au tunazikanyaga, Bwana anatuchukia. Hello. Lakini hatuna vita na shetani. Sisi ni mateka tayari wa nani? Wa shetani. Lakini wanaofanya vita na shetani ni wale wenye moyo wa kumpenda Bwana, ni wale wanaotetemeka kusikia jina lake, ni wale wanaozishika amri zake, ili hao waoneshe kwamba sisi ni wa Bwana na wala sio yule mwovu. Lakini katika Mika 6:8 Bwana anaendelea anatuambia maneno mazuri pia ya kwamba yeye anataka nini kwetu sisi kama watoto wake, ya kwamba tuweze kuwa pamoja naye. Anasema katika Mika 6:8 anasema maneno haya, mwanadamu, yeye amekuonyesha yaliyo mema, na Bwana anataka nini kwako ila kutenda haki na kupenda rehema na kwenda kwa unyenyekevu na Mungu wako. Haleluya! Bwana anatuhitaji tutembee katika njia ya unyenyekevu na yeye, tutembee katika njia ya kumpenda. Anataka nini kwako? Je, unafikiri ni zaka na sadaka? Bali pengine alisema, kama ni hayo, mimi ndio namiliki hivi vyote, ningelikuwa nataka ningeamuru. Je, nisingechukua mmoja wapo nikachinja? Kama ningekuwa nataka vilivyo vinono. Yeye ndio anayetubariki. Bwana anautaka moyo wangu, Bwana anautaka moyo wako. Haleluya! Maana akiupata huo, hata vile anavyotubariki zaka na sadaka tutavileta kwake, maana tutatambua ni mali yake. Lakini inakuwa ni vigumu kwa sababu hatujui ya kwamba Mungu anataka nini. Tukimpatia kile ambacho Mungu anakihitaji, yaani mioyo yetu, moyo anaoupenda Bwana, hata alipotubariki na vyenyewe pia vitakuja kwake. Haleluya! Ikiwa ni dasi tutatoa, maana vyote vinatoka kwa Bwana. Ikiwa ni zaka na sadaka tutatoa. Ikiwa ni wito wote kusaidia wale wahitaji tutafanya, kwa maana Bwana anahitaji watu ambao wameelekezwa kwake. Yesu Kristo anatuita ya kwamba anatamani tuwe na moyo unaompenda, moyo ulionyenyekezwa kwake. Je, tutampenda? Tutafurahi kuwa Waadventista wa Sabato ambao tunaitunza Sabato? Je, tutafurahi kuzishika amri zake na tuache uongo, tuache uzinzi, tuache wizi, tuache uibaji, mauaji, tuache tamaa? Bwana anatamani hayo tu tuyatende, na anasema ni kwenda kwa unyenyekevu na kuzishika amri zake. Ni wangapi mchana wa leo wanasema, Bwana, ndivyo tunavyotamani kwenda kwa unyenyekevu mbele zako, kuwa na moyo unaokupenda, unaotamani. Simama pamoja na ni kumbukumbu la Torati. Bwana anahitaji maiti ni kilio na ni machozi ya Bwana uwezamu mchana wa leo, na kwamba Bwana anatupenda
pia amesema moyo wazao nini? Mabaya. Na kuna linalomchukiza Bwana ambalo halitoki katika moyo unaowaza nini? Mabaya. Maana ukiwaza ndipo yanapokuja nini? Matendo. Hivyo Bwana anatutaka tuwe na moyo uliogeuziwa wapi? Kwake. Na mwisho wa siku tutaweza kuzaa tunda ya upendo, ambalo hilo kila mmoja anatakiwa kuwa nalo katika Wagalatia 5:19-20 mpaka 22 analizungumza tunda la upendo, tunda la Roho Mtakatifu ambalo ni upendo, utu wema, fadhili, upole, kiasi. Mambo haya tunakuwa tumetimiza sheria ya Bwana. Ni nia yangu na ikawe nia yako ya kwamba Bwana atusaidie ili tuwe na moyo anaupenda. Leo tunaanza mikutano ya Njombe Net Event. Kituo kitakuwa hapa. Leteni wageni. Haleluya. Lakini pia ubatizo utakuwepo katika nyakati zote mikutano inapoendelea. Hata leo akiwepo anasema, Bwana, moyo wangu nataka uwe ni ule unaoupenda, na ninatamani kufanya maagano nawe kwa machache uliyosikia au mengi, niingie katika ubatizo. Nyosha mkono wako tukuombee. Kuna mtu ambaye anatafakari hivyo? Wenda kule kwenye darasa la ubatizo, kwa kujifunza fursa ya ubatizo ipo mbele. Tuombe. Baba yetu wa mbinguni, Mfalme, asante. Tunashukuru tumesikia kiu yako leo. Inaweza ikawa ni maneno yaliyotoka kwenye kinywa dhaifu, lakini naamini neno lako lina nguvu. Kwa namna yako ya kimbingu, Bwana, wewe uliyesema neno lako likitoka halitakuja. Likama kwa mama yule, dada yule, kaka yule, mtoto yule, yeyote aliyesikia mchana wa leo unaopenda, unaolia ya kwamba light tungekuwa na moyo huo wa kukupenda, wa kukucha wewe, wa kuziacha njia zetu mbaya, wa kuzishika amri zako. Na ndivyo unavyosema ya kwamba tukupende wewe kwa moyo wetu wote na kwa akili zetu zote na kwa nguvu zetu zote. Bwana, tusaidie, maana peke yetu pia hatuwezi. Ndani yetu yapo yaliyo maovu. Tunaomba kwa damu ya Yesu Kristo utusafishe na uondoe, na zikaje zama za kukaa Roho wako Mtakatifu ndani ya mioyo yetu, ili tukupendeze wewe, tuwe na moyo ukupendezao, tuyatende mapenzi yako kama Yesu Kristo alituambia katika Yohana 8:29 ya kwamba yeye hutenda mapenzi yako na sisi tuweze kuyatenda. Yeyote anayetafakari hili usipite Bwana, lakini na yote leo haja ya mioyo yetu, iwe ni uponyaji, ni uchumi wetu, ni mambo yoyote, gusa ili watu wako kama walivyosema kwamba waambie warudi hemani mwao. Leo nasi tusikie sauti yako kutuambia waambie warudi nyumbani, maana wamesikia na mioyo yetu itabadilisha katika jina la Yesu Kristo. Katika
katika njia za haki kwa ajili ya jina lake. Sitaogopa mabaya, maana anakuwa pamoja nami. Gongo lako pamoja na fimbo yako Bwana yanifariji. Sitaogopa mabaya, maana anakuwa pamoja nami. Gongo lako pamoja na fimbo yako Bwana yanifariji. Baba yetu wa mbinguni, Mfalme, asante kwa ibada ya siku ya leo. Tunakushukuru kama Zaburi 116 inavyosema ya kwamba nampenda Bwana kwa maana yeye husikia sala na dua zangu. Tunaamini Bwana umetusikia na Bwana umetubariki. Tupe moyo wa kuamini na kila mmoja akaondoke na baraka yako kama wewe Kristo ulipokuwa hapa duniani katika mwili, ulipoitumia Sabato kuwa siku ya kuondoa vifungo vyote. Hivyo Bwana, wana na binti zako wakawekwe huru na jina lako litukuzwe, baraka zinazowajaza kwenda wiki nyingine tena, na hata waje katika Sabato nyingine wakiwa na sifa na shukrani kwako. Neema yako izidi kuwa pamoja nasi. Tupe sote kuwa miguuni pako, na zaidi kuwa na ule moyo unaoupenda, ili katika ndoa zetu, katika kazi, katika biashara, katika mahusiano yetu, katika mahali pote tulipo, Bwana, ikaonekane kwamba sisi ni watu wako na tunaoishi sawa sawa na neema yako, tukikungojea wewe unaporejea mara ya pili. Katika Kristo Yesu tunaomba, tukikushukuru. Amen.